Kusema ukweli, nasema namba ya maa ni namba ambayo hakuna mtu ambaye anawania kiti ya urais ambaye haisiweka katika hesabu yake. Lakini inakaa ni kama hiyo ni karata tu ya wakati wa uchaguzi. Baada ya uchaguzi hiyo hesabu inawekwa nyuma, sehemu zingine zinaendelea kupata maendeleo. Constituency yangu for example haina hata inch, si hata sentimita, inch ya lami tangu independence hadi sasa. Hamna barabara yote hata ya lami. Constituency mzima. Na sio constituency yangu peke yake. Samburu East haina inch ya lami ambayo iko ndani ya constituency. Na mana other pastoralist counties ziko hivyo. Lakini kuna eneo za hii nchi ambayo lami zimejaa. Ukiangalia hapa hivi mlima, ukiangalia Rift Valley, ukiangalia sehemu zingine, lami ziko mpaka doorsteps za watu. Kwani ni Kenya ni nchi mbili. Haki ya watu wa Samburu ama wa jamii ya Maa ni gani? Kikuwe swali moja. Hiyo ni barabara peke yake. Kikuwe swali moja la muhimu unapozungumza. Mnapokuwa mnakaa kuzungumza mikakati ya uchaguzi na nini, huwa nyinyi mnakubaliana nao kitu gani? Kwa sababu hapo ndo nafikiri ndo kuna hatujaingia katika huwa ni kuambiana tu kwa maneno. Hatuna agreement yote. Na muunga sana ndugu yangu Parashina mkono. Kwa sababu labda hiyo ndo hapo ndo tunakuanga tumepigwa chenga. Sisi kama viongozi saa hizi ndio Samburu North kwa mara ya kwanza tangu independence. Ndio juzi tumeona barabara ya lami inakuwa advertised. Imekuwa advertised tangu mwanzo wa mwaka hadi sasa. Wakazi huko barabara ni mbovu. Hakupitiki, mvua kunyesha hakupitiki. Kwa mtandao kila wakati ni mheshimiwa letipila hii barabara, letipila hii barabara, letipila hii barabara. Samburu East vile vile. Pale kwetu ndio penye kuko insecurity. Kama hiyo barabara ingekuwa ya lami, hiyo insecurity ingekuwa zero. Hiyo kutopata hiyo maendeleo imeturudisha nyuma sana kama jamii. Kuna sehemu zingine za nchi ambayo tuko na wabunge kama sisi katika hii bunge. Mashule zimejengwa kitambo sana. Kitambo sana. Hawa saizi ile CDF mimi napata. Na huyo mbunge anapata. Yeye saizi ni kukarabati tu mabati, tiles, kurembesha. Mimi niko kwa constituency yangu. Mimi nimeregister saizi shule 27 mpya. Kwa pahali ambazo ni kilomita nyingi sana ku access basic education. Ninaanzia scratch. Hao watoto wanasoma chini ya mti. Hizo miaka zote tangu independence hadi sasa. Na watu wanataka huyo mbunge kama mimi ambaye anapata pesa same kama mimi kwa hiyo CDF, ama constituency yake anapata pesa same kama hiyo yangu, watu wana expect tukue na maendeleo the same. Ukiangalia county kama yetu ya Samburu na hizi counties zingine, hao walipata hospitali zamani sana. Sisi saa hizi ndio tunaanza kupata dispensaries katika radius kama kilomita 30 ama 40 kwa community tangu ugatuzi. Mbona hii sikitisha hivi? Maana unapozungumza inazungumza kwa kusikitisha. Ndugu yangu Rashid, kama ingekuwa ungesikitika. Ndio nasema. Swali langu nasema mbona izungumza kwa kusikitisha, kwa sababu inaonekana wazi kwamba bado hatujapiga hatua. Ndio saa zile tukiongea maneno ya uongozi, tukisema ni mkazi mzaliwa kijana wa hiyo community, ndio unasikia hii uchungu. Huwezi toka Nairobi ukuje Samburu North useme unatafuta kiti ya mbunge wa Samburu North. Haujaichunga ng'ombe tangu uzaliwe, ujue ukiwa mgonjwa unategemea zile mahabs za kinyumbani. Ni 50-50 uishi ama ukufe. Hivyo ndio watoto huko wanaishi. Hapale kama Nairobi saizi iko na health center less than a kilometer from where you reside. Huko kwangu 25 kilometers, 30 kilometers. Kitambo mama akiwa anataka kujifungua, tuseme ile, kwa sababu wengi wanajifungua tu kwa manyumba zao. Kitambo mama atoke hapa hivi aende pale. Ndugu yangu Rashid, ni 50-50. Afike ama asifike.
Hiyo ndio ushungu tuko nayo kama jamii tukiongea maneno ya maendeleo. Na hiyo ndio maana hizi vitu ziko connected. Leadership. Ndio ukisikia hivyo watu wanasema hatutaki kuridhiwa in terms of leadership. Naam. Because nani ndio anaweza ongea na ushungu ile unasikia kwa development ya community? Tuseme sasa wewe ni mtu umfanya biashara Nairobi, umepata pesa ya kutosha. Alafu unasema kwa sababu niko na pesa ya kutosha, wacha niende nishawishi wakazi wa huko nitumie pesa ama mbinu zingine nishaguliwe. Ndio tu upate cheo. Lakini kuna genuine watu ambao wako na roho ya representation. Kwa sababu jamii yetu ndio ikuchague, inakuweka katika ratili. Tena sana. Naam. Kulizungumza nafikiri pia alikuwa amelizungumza na Isula, lakini nakutaka kulifafanua zaidi.